السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن أحسن الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، shukurani za dhati za Allah subhanahu wa ta'ala, sala na salam za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Pia nachukua fursa hii kushukuru uongozi wa Jamaati Ansari Sunna, imamu na timu yake kwa kuweza kuteua mihadhara mbalimbali katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Pia wewe ambaye umetenga wakati wako kuja hapa msikitini kushiriki nasi, pia tunakushukuru kwa hilo. Mada yetu ilikuwa ni historia ya tarehe ya Kiislamu, tarehe ya Hijiria. Kabla ya kuingia katika mada, ni vizuri tutoe utangulizi kidogo. Umuhimu wa tarehe ndiyo maisha hasa ya mwanadamu, hasa mwanadamu Muislamu. Yote yanayofanyika hapa unayaona yanatokana na tarehe. Tarehe maana yake ni kumbukumbu ambayo inatokana na wakati fulani, muda fulani, tukio fulani. Kwa hiyo mada hii, labda kwa haraka haraka tuseme hivi sasa, ni kama vile NIDA, kitambulisho hivi sasa ambacho vinatolewa kuweza kukutambulisha we katika miamala mingi. Sasa sababu ya kupatikana au kuwepo kwa NIDA ndio hii tarehe ambayo tunaizungumzia. Katika Qur'ani aya nyingi zimekuja, lakini tutosheke na aya moja tu. Katika surati Tauba aya 36, Allah anasema inna iddatash shuhuri inda Allahi 12 shahran fi kitabillahi, hakika idadi ya miezi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni miezi 12 katika kitabu chake. Sasa aya nyingi zimekuja zikielezea swala la mwaka. Sasa huu mwaka au huu mwezi tunaupataje? Hii ndio mada yetu hii ya leo. Sasa kabla tujaingia, tuingie katika unafikaje mtu katika mwezi. Ni lazima uanze katika muda wa kawaida. Hapo awali, kabla ya kupatikana hii tarehe ya Hijiria ambayo tutaelezea imeanza wakati gani na sababu ya kuwepo, watu walikuwa wanaahidiana mambo mengi, lakini matukio mengi ya ahadi yalikuwa yanaendana na kumbukumbu za fulani. Kwa mfano, kipindi hicho watu walikuwa wakitaka kuelezea kumbukumbu, wanataja kwamba jambo fulani hili limetokea mwaka wa tembo, mwaka wa jambo kadha. Na hata sisi pia kumbukumbu zetu, wazee wa zamani, hii katika vita vya Majimaji,
hii katika kipindi cha njaa, katika kipindi sijui nzige, katika kipindi sijui mafuriko yalitokea makubwa sana, ukame ulitokea. Hizi ndizo kumbukumbu ambazo zilikuwa zinatokea kwa wakati huu. Kwa maana hiyo hapakuwa na kumbukumbu ya kusema kwamba tarehe kadha, siku kadha, labda mwezi kadha, mwaka kadha. Na ndio maana hata katika Qur'ani utakuta imetaja mwaka, imetaja siku, lakini haijaainisha kwamba hiyo siku inaanzia wapi. Sasa ni vizuri tuweze, kabla tujafika huko, tuone kwamba huu muda unapatikana vipi. Tuchukulie tu kwa mfano tunapozungumzia saa, tunapozungumzia kwamba saa, Mtume sallallahu alaihi wasallam, tuchukulie hadithi kwa mfano, Mtume aliposema kwamba man raha fi saati al-ula fakaannama qaddama badana. Hii anazungumzia Mtume kwamba siku ya Ijumaa, yule ambaye atawahi mapema sana katika saa ya kwanza, yani muda wa kwanza, kabla khatibu hajapanda katika memba siku ya Ijumaa, mtu atakayekuja saa ya mwanzo, huyu fungu lake ni kwamba ni kama mtu ametoa sadaka au amepata ngamia. Sasa tuje ufahamu wa saa. Hivi saa inafahamika vipi? Kabla ya hapo, wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, hapakuwa na saa hii ambayo tunaijua sisi, ambayo inachukua dakika 60, yani mzunguko dakika 1 mpaka 60 ndio saa moja. Sasa wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam haikuwa hivyo, na ndio maana hadithi iliposema mwenye kuja katika saa ya kwanza, haikuainisha hiyo saa unaipataje. Kwa hivyo walikuwa wanagawa mchana, wanaogawa saa 12 na usiku pia saa 12. Kwa hiyo utaona dakika hizi ambazo tunazihesabu hivi sasa haikuwa ni taratibu ya mwanzo hapo awali, na ndio maana unakuta hata anapoelezea Mtume sallallahu alaihi wasallam kuhusu mambo pengine ya funga inaanza vipi, wakati ule wa kula daku, Anas radhiallahu anhu anaulizwa kwamba je, palikuwa pana muda gani kati ya kumaliza kula daku na kuingia katika swala ya alfajiri? Anas anasema qadra qiraata 50 aya, uwezo wa mtu kusoma aya 50. Sasa aya 50 hizi, je, kwa nini isitumike saa ambayo hivi sasa tunayo? Ina maana zamani walikuwa naenda na matukio. Sasa kazi ni yako wewe. Hivi aya 50 kwa aya zile za katikati, yani usichukue zile fupi fupi sana. Kuna sura ambazo zina aya fupi fupi kiasi ya ukurasa mmoja tu, aya zaidi ya 50. Chukua sura ya kati, kwa mfano suratul Baqara pale, soma aya zako 50. Haya, kadiria ule muda. Hivyo ndivyo zamani walikuwa wakikadiria. Kwa hivyo hivyo walikuwa wakikadiria saa, wakikadiria siku kwa jumla. Wanapozungumzia kwamba hii siku ni nini, wanaangalia vipimo hivyo. Kwa hiyo utakuta matukio mengi sana yalikuwa yanakwenda katika mfumo huo. Sasa hii taratibu ya sisi kuweza kugawa hivi sasa dakika na nini, haya ni mambo ya kisasa, lakini wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam hapakuwa na hivi. Na hizi nyakati hizi mchango wake ni nini? Mchango wake katika utendaji wetu wa mambo mengi. Kwa mfano, sasa hivi sisi tuko katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ili Ramadhani ingie unahitaji wakati, yani mwanzo wa Ramadhani, mwisho wa Ramadhani, mwanzo wa kula daku, mwisho wa kula daku, mwanzo wa kufuturu, mwisho na kuendelea, mambo mengi.
hivyo hivyo ibada mbalimbali zinaambatana na saa. Huu ulikuwa ni utangulizi mfupi kuhusu kuona kwamba muda mwanzo kabisa unaendana vipi na huko tunakotaka kuzungumzia swala za tarehe. Kwa hivyo Waarabu kabla ya hapo hawakuwa na muda nao maalum walioutenga, na kilichojitokeza ni kwamba katika ibada hizi mbalimbali ambazo zilikuwa zinafanyika, wao walikuwa wanategemea sana utengenezaji. Yani anaamua tu mtu tufanye kitu fulani ili jambo litokee. Sasa katika miezi ambapo mara nyingi inaitwa miezi au shahru kamaria, miezi inaendana na mwandamo wa mwezi. Sasa wao hapa katika hiyo miezi walikuwa kuna mchezo wanafanya, walikuwa kuna kitu kinaitwa annasiu. Annasiu ni nini? Annasiu ni kukichelewesha kitu nje ya muda wake. Na hii ilikuwa inatokana wakati gani? Ilikuwa inatokana katika ile miezi ambayo ndani yake ni haramu kufanya matukio mbalimbali, ikiwemo matukio kwa mfano ya vita. Wao walikuwa wanabadilisha. Kwa hiyo katika kubadilisha huku kulikuwa kunapelekea sasa matukio mengi yaende ovyo ovyo. Kwa mfano katika miezi ya Kiarabu ambayo ndio kamaria, tuna mwezi wetu Muharram ndio mwezi wa kwanza, tuna mwezi Safar wa pili, tuna Rabiul Awwal, tuna Rabi Thani, tuna Jumada al-Ula, tuna Jumada al-Akhir, tuna Rajab, tuna Shaabani, tuna Ramadhani ambaye mwezi tuliokuwa nao, tuna Shawwal, tuna Dhulqada na tuna Dhulhijja. Hii ndiyo miezi ilikuwa kabla ya Uislamu. Sasa katika miezi hii ndani yake Waarabu walikuwa wanachelewesha baadhi ya mambo. Wakiona kwa mfano tunataka sisi tufanye vita, wanabadilisha. Wanaamua sasa, hapana, katika mwezi huu tubadilishe, tusogeze kule. Hivyo hivyo katika masuala ya kibiashara, wanapotaka kufanya biashara wanasogeza. Ndiyo maana ikaja makatazo makubwa sana ya kukemea hayo matukio ambayo waliokuwa wakiyafanya. Wanasema tunachelewesha mwezi pengine wa Muharram, tunaupeleka mwezi unaofuatia Safar, lengo ili kuhalalisha kama kuna vita, kama tukio lolote lile wanataka kulifanya, basi wanafanya jambo hilo. Sasa historia ya kufikia sisi kwenye tarehe ilikuwaje? Ni kwamba zama za Umar radhiallahu anhu, hapo ndipo mwanzo wa tarehe ilipoanzia. Kwa nini? Ilikuja shida na haja ya Uislamu kutaka kujua kwamba sasa sisi tutaweza kuweka kumbukumbu katika mambo yetu kupitia wapi? Katika hadithi ambayo ya Said bin Musayyab anasema, jamaa Umaru nasa, aliwakusanya Umar radhiallahu anhu watu, kwa maana wa sahaba. Fasaalahum, akawauliza, min ayi yaumin naktubu tarikha, hii tarehe hii ambayo ndio inahitajika katika maisha mzunguko wa kila mtu, tuanzie wapi? Tumetangulia kusema kwamba kabla ya hapo Arabu walikuwa na miezi hii inaanzia Muharram mpaka mwisho kufikia Dhulhijja. Lakini sasa hii imepatikana vipi? Unaanzia wapi? Asa Umar akakusanya masahaba akawauliza, tuanzie wapi? Faqala Ali bin Abi Talib akajibu akasema,
tuanzie min yaumin hajara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuanzie mwaka ule ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam amehama kutoka Maka kwenda Madina. Kwa nini tuanzie hapo? Hoja ni kwamba katika hijra kuna mambo mengi yamefanyika. Kwanza, ushirikina ulikoma na ulipigwa vita, lakini si hivyo tu, ndiyo mwanzo wa dola ya Kiislamu. Kwa hivyo, kwa sababu hizo mbili yaonesha kwamba pana haja ya kuwepo na tarehe ya Kiislamu. Lakini tunaanzia wapi? Maelezo mengine katika huo utawala wa Umar radhiallahu anasema kanu yaktubuna biduni tahdidi fawaka ikhtilafu fi nnasi, walikuwa watu wakiandikiana, kama ni barua, kama ni mikataba, lakini haina kumbukumbu. Inaanzia wapi? Inaishia wapi? Na hata siku moja yasemekana kwamba ikaja barua inaeleza kwamba jambo hili limetokea katika mwaka uliopita. Umar radhiallahu anhu akauliza, mwaka uliopita ni upi? Jibu likawa hamna. Kwa hivyo hapo ikaonekana kwamba kuna haja ya kuanza tarehe ya Kiislamu. Na masahaba walipokusanyika wote kwa pamoja, rai ya Ali ibn Abi Talib ikapita kwamba tuanzie pale ambapo alipohama Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini rai zilikuwa nyingi. Kuna rai nyingine ilikuwa anasema hapana, tuanzie pale Mtume alipozaliwa. Rai nyingine ikasema hapana, tuanzie maeneo ambayo Mtume alipopata utume. Wengine wakasema kufa kwake. Lakini ukichukua sasa kuzaliwa kwa Mtume, ukiliangalia hili swala ni kama kidogo limekuwa linaishia, limejifinya kidogo. Kuzaliwa tu kwa Mtume, ukichukua pengine kupewa utume tu. Lakini hijra utakuta imekusanya mambo mengi sana. Kwanza, ushirikina umepigwa vita, dola ya Kiislamu imeanza, haki na batil imepatikana kupitia hijra. Kwa hivyo kwa umoja wao masahaba wakaafikiana kwamba tarehe bwana itaanzia hapo. Tarehe ya Kiislamu tutaanzia pale Mtume sallallahu alaihi wasallam alipohama. Kwa hivyo kutoka Maka kwenda Madina. Sasa haya mambo mengine yote utaona matukio mengi sana yanakuja. Kumbukumbu ni lazima turejee pale. Ibada zetu mbalimbali tunahitaji kuzifanya. Kwa mfano, ibada ya funga huwezi ukaipata isipokuwa uingie moja kwa moja kwenye kumbukumbu za tarehe ilianza vipi, na tarehe inaanza kulingana na miandamo ya miezi. Allah anaposema yasalunaka anil ahilla, wanakuuliza juu ya hii miandamo. Umeandama hii maana yake nini? Allah kajibu, hiya mawaqitu linnas, hii bwana ni kuweka nyakati za watu. Kumbukumbu mbalimbali zinapatikana hapo. Kwa hiyo mwezi kazi yake, au mwandamo wa mwezi kazi yake ni kuonyesha kwamba mwezi umeanza, na mwezi una mzunguko, na huu mwezi ndio unatuletea hesabu ya mwaka. Kwa hivyo hawakuwa wakitegemea swala la jua katika miezi. Kwa hivyo ili mwezi ujulikane, mwandamo upatikane, na hapo ndipo tunakuja kuingia mpaka kwenye mwaka. Kwa hivyo idadi ya miezi ni 12. Lakini katika upande wa miezi ya Kiislamu ukipiga hesabu utakuta mara nyingi siku katika mwaka mzima
zinaweza zikatokea 354, lakini ukija katika miezi hii ya miladia zinakwenda mpaka 365. Sasa kwa nini inakuwa hivyo? Jibu ni kwamba mwaka ili upate ni lazima uangalie mwandamo wa mwezi, na sisi historia yetu inaanzia toka alipohama Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa ukichukua miandamo hii ya mwezi utakuta kwa mwaka mzima inatofautiana na miezi hii ya kawaida kwa siku 11. Kwa hiyo hapo ndo utakuta siku 365 kwa upande wa miladia na 354 kwa upande wa kamaria kwa mwezi. Kwa hiyo utakuta tofauti kubwa ni siku hizo 11. Kwa maana hiyo katika kila mwaka wa hijiria utakuta unaanza unapungua kidogo mpaka unafikia katika hatua hiyo. Kwa mfano ukichukua Ramadhani ya 2024 ilikuwa mwezi gani? Mwezi wa 3. 25 nafikiri itakuwa labda mwezi wa pili kama sikosei. Na hii tuna mwezi gani? Utaona inapungua. Lakini pia hikima sasa ya mabadiliko haya ni nini? Hikima ya mabadiliko haya ni kwamba Ramadhani iingie na ipitiwe katika siku na nyakati tofauti. Ramadhani inaweza ikaingia katika msimu wa joto kama kipindi hiki tulicho nacho, lakini kuna siku Ramadhani itaingia kipindi cha baridi. Sasa haya mabadiliko haya yote yanaendana na mabadiliko ya uandamaji wa mwezi, na unaona kwamba sisi hatuna siku maalum ya kusema kwamba Idi mwaka jana iliangukia labda siku kadha. Kwa nini sisi hatuna? Kwa sababu tarehe yetu sisi na taratibu zetu sisi za kupata hizi nyakati zinaendana na mwandamo wa mwezi. Kwa hivyo mwezi unatupatia sisi ibada, tunapata funga, umeona, tunapata hija, tunapata zaka, tunapata ibada mbalimbali, kwa sababu huu mwezi ndio unakuja unatengeneza mwaka. Kwa hiyo kujua taratibu za nyakati hizi kwamba zilianza vipi na historia yake ni kitu muhimu sana katika maisha yetu ya kawaida. Kama ilivyo wewe hivi sasa, huwezi ukafanya jambo lolote lile, lazima uweke kumbukumbu. Nimeanza kusema swala la NIDA pale wanaanza moja kwa moja na tarehe yako ya kuzaliwa, kisha ambaye ni siku, kisha unahamia kwenye mwezi, kisha unahamia kwenye mwaka, na kumbukumbu nyingi sana zinakwenda hivyo. Kwa hivyo kuelewa tarehe ya Kiislamu ilivyoanzia ndiyo sawa na maisha yetu ya siku zote tunayoishi. Tumesema Qur'ani na wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam hawakuwa wana muda maalumu, isipokuwa walikuwa wanakwenda kwa matukio. Kule Mtume sallallahu alaihi wasallam alipozungumza kuhusu mtu ambaye hawezi kufunga kwa ajili ya sababu mbalimbali, ikiwemo maradhi, ikiwemo safari, na maeneo mengine kule katika ibada pengine ya uvaaji wa hofu, mtu unaruhusiwa kupaka maji kwa mtu ambaye mkazi siku moja, lakini kwa mtu ambaye yuko safari anaruhusiwa siku 3. Sasa haya yote yanatokana na kumbukumbu hizi. Ina maana wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam hapakuwa na kupanga wakati wa tukio fulani kwa jina, na hii kutoa fursa kwa sisi ambaye tutakayekuja tuweze kupanga mambo yetu kwa utaratibu ambao utaendana na sisi tunavyoona. Mfano, unaposema kwamba safari,
ameruhusiwa mtu kupunguza swala kwa ajili ya safari. Sheria haikuweka kwamba safari hii masafa yake ni wapi mpaka wapi. Sasa kilichotokea nini? Kilichotokea, maulama wamejitahidi kuona kwamba hii tabakia hivi hivi. Hapana. Kwa hiyo utakuta jumhurul ulama wanakubaliana kwamba safari bwana, ili izingatiwe kwamba ni safari, isipungue kilomita 80 au 85. Japo wengine wanasema hapana bwana, safari bwana watakapokubaliana watu. Magomeni na Kariakoo kama wakikubaliana ni safari, basi hiyo tayari sheria zitaikumba hilo jambo kwamba ni safari. Lakini wengine wakajitahidi wakasema hapana, hebu tuangalie hivi hapa na Magomeni na Kariakoo, kweli mtu unaweza ukaaga nyumbani ukachukua mizigo kwamba mimi nasafiri? Hapana. Kwa hiyo tujaribu kuangalia muda huu wa kuweza mtu kuruhusiwa kupunguza, ni lazima uwe na kiwango maalum. Kwa hivyo ndugu zanguni, hii ilikuwa ni muktasari wa mambo ambayo tulitaka tuyapitie kwa leo, lakini kwa uchache tumefikia hapo kwamba kabla ya hapo hapakupangwa muda maalum wa matukio mbalimbali. Walikuwa wakitegemea watu ni kutaja matukio mwaka wa fulani, tukio fulani mwaka, lakini kuelewa hasa ni mwezi gani ilikuwa hamna. Sasa wakati wa Umar radhiallahu anhu alipokuja, akaona sasa haya matatizo yamekuwa makubwa, kaandikiwa barua inaambia bwana, barua hii bwana imeandikwa pengine mwezi Safar mfano. Sasa hii safari ya lini? Mwaka uliopita au mwaka huu? Hakuna. Kwa hiyo akawaita masahaba, wakakaa kikao, ni kamati maalum ya masahaba ikaundwa kuweza kushughulikia swala hili, na Ali bin Abi Talib rai yake ikawa yenye nguvu kwamba badala ya kuangalia mtume kazaliwa lini, mtume kafishwa lini, mtume kapewa utume lini, akasema tusihangaike, tuchukue toka alipohama mtume sallallahu alaihi wasallam. Hapo ndipo itakapokuwa mwanzo wa tarehe yetu ya leo. Kulingana na muda, ndugu zanguni, naomba tuishie hapa. Labda kama kuna michango miwili mitatu, basi karibuni. Naam. Zikati